Siku ya mwisho muda wa saa 8 usiku kuelekea saa 9, ni kama vile nimeshituliwa tu na mtu, usingizi ukapaa ghafla, nikaamka. Ila sikukaa, nikaamka tu, nikawa macho, alafu nikasikia kama sauti inaniambia angalia dirishani. Nilipoangalia dirishani nikaona wakina mama wawili wamebeba vyungu, wanavitendea kazi. Mmoja kaniambia hivi, umemaliza mkutano? Nikasema ndio. Hutafika kweli? Nikawauliza, nimekuweko hapa siku 6 toka Jumanne, leo siku ya 7 tumemaliza, inakuwaje na shindo kufika nyumbani? Ananiambia, tunakuambia hivi ufiki. Nami nikawaambia kwa jina la Yesu nafika. Haleluya, haleluya. Acha niwaambie hivi, maisha yako mtu asikutishe. Yeyote awe mchawi, awe mganga, asikutishe. Yako ndani ya mkono wa Mungu, asikutishe. Hufi kipumbavu, upi kijinga, ila ukikataa Injili utakufa kama kuku. Kataa. Wewe ni mali ya Mungu, wewe ni mali ya Mungu. Kinachotakiwa, acha dhambi. Acha dhambi. Ni mauti, dhambi ni kifo, dhambi haifai, ni mbaya. Achana nayo, kuja kwa Yesu. Tana Mungu ndani ya maisha yako, utauona wokovu wa Bwana. Haleluya. Kwanza, dhambi ni ya kitambo, aibu yake ni ya milele. Unayo habari? Kule Mbeya pale Tunduma mpakani, huyo anaimba nitambuaje, anayajua hayo maeneo. Tunduma mpakani tu hapo, kulikuwa na ndugu mmoja pale, mfanya biashara, alafu alikuwa na mke mzuri. Kusema mke mzuri, sina maana kwamba wewe sio mzuri. Hata wewe ni mzuri kwa yule anayekusamini kwa uzuri wako. Unayo habari? Ndio hivi. Hata kama ungelikuwaje, kuna mtu anayekupenda. Hata wengine wakudharau, yuko Yesu aliyekuweka duniani, yeye anakupenda. Hata wengine waache, yuko Mungu anayekupenda. Haleluya. Hebu fanya hivi, fanya hivi. Kumbe kuna lugha nzuri siku hizi wanasema alikuwa na mchepuko, si ndio? Wanasema hivyo eti mchepuko, lugha ya karibuni tu. Huko nyuma haikuweko. Miaka ya 70, 80 kuja mpaka kwenye 90 kasoro, haikuweko hiyo lugha mchepuko. Hebu sema na wewe mchepuko. Sasa Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Yule ndugu akawa na safiri, akirudi anapewa habari mbaya kwamba mkeo ukiondoka analeta mgeni, anakusaidia humo ndani. Yule baba kwa kumwamini mke akasema, sio kweli, mnataka kuharibu ndoa yangu. Na nikwambie, kwa mume na mke achana nao, utakuwa kimbelembele. Achana nayo. Hata kama umeona, jifanye hujaona. Ukijipeleka yataku umeshajua. Ndipo Bwana asifiwe. Fanya hiyo tena. Ndipo siku moja akasema, hebu ngoja. Akasema, kabla sijaenda ninalotaka, ngoja niende kwa mganga wa kienyeji. Nikampa taarifa, anipe ushauri. Akaenda akanipa pesa kwa mganga wa kienyeji. Akaambia, nenda kanunue jambia. Kanunua, akaleta kwa mganga. Mganga akasema, hebu lete. Mganga akasema, hebu lete nilishike. Akalishika yule mganga. Alipolishika akamweleza yule mwenye mke, nichomoe. Akachomoa. Rudisha. Akarudisha. Akasema, nenda sasa kwa mkeo, ukifika utegee akupokee huo mzigo wako. Alipofika kweli
akasema hodi, karibu. Akafurahi mke wake, akapokea kile kisu, alafu akatunza ndani. Sikiliza nikwambie kilichofuatia. Baada ya hapo akamuaga kesho kwamba nina safari ya kwenda Dar es Salaam, nikalete mzigo wa dukani. Ukaona wanafanya biashara ya duka. Mama akasema sawa. Asubuhi akamsindikiza stendi, akashuhudia amepanda. Alipopanda akajua kwamba feri amesafiri, amefika Mbeya mjini. Akateremka, akajiandaa kurudi jioni. Akakaa tu Mbeya, alafu jioni akarudi Tunduma. Kumbe mama aliporudi kumsindikiza mume wake, akampigia mchepuko wake, akimweleza ameondoka, ameenda Dar es Salaam. Kwa hiyo leo wahi mapema. Akasema sawa. Kweli saa 12 ameshaingia. Kumbe anaingia kwenye mtego. Ndipo utakapokamatwa. Ukizoea utakamatwa siku moja, watu watakushangaa, na waliojua ya kwamba una heshima, ndio siku ya heshima yako kuteremka. Na uwezi ukaacha kwa kuacha mwenyewe. Uwezi ukajitahidi kwamba ukanywe pombe ili uache, ukanywe pombe ili usizini, ili ulale tu. Napenda kuambia pombe ni dhambi, na hiyo ya pili niyo kuambia ni dhambi. Na mambo yote unafanya kinyume na Mungu ni dhambi. Hata kama una kanisa, unasali, unaabudu, umebatizwa, unajulikana hata kanisani, una heshima zako na cheo chako huko uliko, lakini hauna Mungu ila una dini, na jina lako liko kanisani ama liko kwenye nyumba ya ibada, kwa Mungu haliko, liko unakosali, malaika wakujui ya kwamba unamcha Mungu. Na ndio maana dhambi hazijakuacha, na uwezo kaziacha, maana zimekudaka, maana zimekukamata, zimekushikilia. Uwezo kujinafua. Yesu Kristo anasema nimekuja wawe na uzima tele. Akaongeza tena ametumwa kuwafungua waliofungwa. Halafu akaongeza tena na waliosetwa habari ya kufanyaje, ya kuachwa huru, na tena wafungwa kufunguliwa kwao. Kuna kufungwa na nguvu za dhambi, kuna kufungwa na uchawi uliohubiriwa siku 3 na mtangulizi wangu. Maana alitushuhudia alikuwa mchawi, lakini Yesu amembadilisha, Yesu amemwokoa, Yesu amemtengeneza, Yesu amemweka sawa. Haleluya, haleluya. Mtu alichokuwa kikifanya Bwana akimbadilisha, mimi binafsi nashangilia. Naona kazi ambayo Mungu anayonitumia. Nimeona majambazi wakiacha. Haleluya, haleluya. Injili ni uwezo wa Bwana, unaleta wokovu. Uwezo wa Bwana unaleta uponyaji. Uwezo wa Bwana ukiingia unakuacha huru. Haleluya. Baraka ama. Kulikuwa na bwana mmoja, kipindi cha watu wanateka magari, na yeye alikuwa mmoja wa kundi na kuteka magari, na ubili pale kama nje karibu na hospitali ya wilaya. Ule uwanja ulikuwa mahali pale, kulikuwa na jambazi. Yule mtu alisalenda miongoni mwa watu ambao wamekuja kukata shauri. Kumbe na yeye akiwemo amefanya matukio na matukio. Aliniuliza swali moja tu, sitakamatwa kwa sababu nimefanya uhalifu, nimefanya uharibifu mbaya. Ndio ujue ya kwamba injili ni uwezo wa Bwana unaoleta wokovu. Injili sio dini, injili sio dini, hapana. Ni uweza, ni uweza, ni uweza. Sema amen. Uweza wa Bwana unaleta nini? Wokovu, uweza. Wala injili uweza kaisaidia, inatosha yenyewe. Yesu anajitegemea, yeye ni limited. Ana uwezo, ana nguvu, anaponya, anaokoa, anabadilisha watu walioshindikana, anawafanya kwa kibali.
Halo, hiyo ndio kazi ya Injili. Nisikilize anda kidogo, nijazie kumaliza. Haleluya, haleluya. Ningekuwa najua kuimba mimi, ningekuwa naimba mpaka nalala chini. Na mimi kuimba nilinyang'anywa, sijui tu kuimba. Ila ningejua, ningekuwa naimba, nacheza, nafanya vyote. Kwa sababu gani? Amenitendea mambo makubwa sana. Kama kushindana na Shetani, nimeshindana mara kadhaa kabisa. Wakati miaka 2 3 tena mingine nilikuwa naenda wapi? Maswa. Tulianguka na gari njiani, gari ndogo tu. Yani leo kidogo nikuone kama upo. Sio kwamba nimesahau Tunduma. Sijasahau na kukumbusha tu. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Niliona driver anaiacha njia na ninaiona. Yani anahama barabarani, anaenda porini. Mwisho nikamshtua. Nikamuuliza kwamba hivi mbona unaiacha barabara? Akashtuka, kwani tumeenda nje ya barabara? Uoni? Ndio akaanza kurudisha gari. Tunafika tena, akaenda upande wa pili kushoto. Huko sasa akapitiliza, akaenda kapiga gema, gari kapaa. Ilipiga mara 3 na iona. Yani tunaenda hewani, tunarudi chini, tunalala hivi, tunarudi chini. Lakini nakumbuka nilichotamka kwamba kwa jina la Yesu, mauti nyamaza kimya. Amen. Amen. Pamoja na haya, ni kweli niliumia. Nilikaa ICU ya Ngutu pale hospital ya wilaya kama siku 3 4 hivi. Wenzangu wako salama, ila mimi hoi, hali si hali. Hiyo nikumbuka ni moja, sitakufa bali nitaishi, nihubiri habari njema, nihubiri habari zake Yesu. Haleluya, haleluya. Na ndio nasema kama ningejua kuimba ningefanya kuliko, kwa sababu ikiniweza wa Bwana. Yesu amenitetea, Yesu amenitetea, Yesu ameniponya, Yesu amenibadilisha, Yesu ameniokoa, amenifanya amenifanya upya kwa jina la Yesu. Natamka Yesu yupo, yu hai, anatenda maajabu hata sasa. Hajabadilika. Yesu ni jana, leo, hata milele. Yu hai, ameshinda mauti, alitoka. Yu hai. Halo, yu hai, yu hai. Haleluya. Yupo, tunahubiri aliyefufuka, sio aliyokufa. No, tunasema yu hai, matendo yake tunashuhudia. Halo, tunayashuhudia ya kuwa yu hai. Asifiwe Yesu. Fanya kidogo na mai. Hai. Jina la Bwana barikiwe. Ngoja nikurudishe Tunduma. Bwana asifiwe. Yule ndugu, yule mwizi wa mke wa mtu, yule mtu akaripoti kwa yule mwanamke wa mtu, akaingia, alishazoea, akaoga maji ya mama yule, akachukua taulo ya mwenye mji. Pumbavu, jinga. Akachukua mafuta ya mwenye mji, akatumia, akapikiwa chakula kizuri, akala. Saa 2 wakapumzika. Saa 3 yule bwana akafika mwenye mji, akagonga mlango kimya, akaenda dirishani, akasikilizia. Kuja kuna watu wawili wanaongea. Akajua tayari mtego wangu umenasa. Akaenda kwa mwenyekiti wa mtaa kutoa taarifa. Mwenyekiti wa mtaa akapita kituo cha polisi, wakachukua watu wa usalama,
wa polisi kutuliza ghasia, wakawaleta pale.